Karibu ndugu mtazamaji wa kipindi chetu cha Waberoya TV. Sisi ni Waberoya. Waberoya maana yake ni watu wanaochokonoa, wachunguzi wa neno. Sasa mara nyingi tumekuwa ni watu ambao tunajiuliza maswali mengi sana hasa kuhusiana na imani kumhusu Mungu. Kwa hiyo karibu sikiliza. Swali letu kuu la leo ni kwamba je, Mungu alijua kwamba shetani au Lucifer ataasi wakati anamuumba, wakati ana mpango wa kumuumba? Na kama Mungu alijua kwamba Lucifer ataasi, kwa nini aliendelea na mpango wake wa kumuumba? Na tunaona kabisa uovu wote anawekewa mzigo yeye. Lakini tunaona maasi, maangamivu, uchafu na kila namna ya uharibifu ni yeye ameleta. Sasa huu uharibifu maana yake kama Mungu alijua alafu akaendelea kumuumba, basi Lucifer sio mharibifu, ni Mungu ndio mharibifu. Sasa karibu katika mada. Leo tunataka tuzungumze hili swala. Labda nimkaribishe. Mimi naitwa ndugu Gabriel Rugwisha, ni Mberoya, yani mchokonozi wa maandiko. Karibu sana. Kwa majina anaitwa Jeremiah Henry, yani Mberoya. Ya. Karibu sana. Asante. Labda nikukaribishe tu ndugu yangu. Hebu kwanza tujiulize kwamba je, Mungu alijua kwamba Lucifer huyu namuumba lakini atakuja aniasi? Alijua kwamba atakuja kuwa mwasi? Karibu. Moja kwa moja kwanza nadhani turejee Biblia. Kwa kuwa tumekubali kuichunguza Biblia. Hebu tusome kwanza kitabu kile cha Ezekieli 28 kuanzia mstari wa 12. Hebu tusikilize kwanza inasemaje hapo. Mstari wa 12 anasema, mwanadamu umfanyie maombolezo mfalme wa Tiro, umwambie Bwana Mungu asema hivi, wewe wakitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Ulikuwa ndani ya Adeni, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na yakuti samawi na zumaridi na barahamani na dhahabu. Kazi ya matali yako na filimbi zako zilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Amina. Amina. Kutokana na swali letu tunaloendelea nalo, tayari tunaanza kuona moja kwa moja ya kwamba shetani ya kwanza alikuwa mkamilifu. Yaani Lucifer, kwa maana kwamba kabla hajawa shetani. Kwa maana shetani maana yake mpinzani. Sasa kabla hajawa mpinzani alikuwa Lucifer, yani nyota ya asubuhi ya. Kwa hiyo moja kwa moja, mpenzi mtazamaji, labda tukukumbushe tu kitu kimoja hapa. Anaposema mfalme wa Tiro, anayezungumziwa hapa ni Ibilisi moja kwa moja. Huu ni unabii. Kwa hiyo huwa mara nyingi shetani alikuwa anatumia wafalme. Kwa hiyo amevalishwa hilo jina la mfalme wa Tiro. Kwa hiyo moja kwa moja hapa tunarejelea kwamba shetani anaelezewa sasa kwamba ndiye mpando. Maana sasa moja kwa moja hapa tunaelezea kwamba uumbaji wa shetani ulikuwaje. Kwa hiyo tunaanza kuona kwamba shetani alikuwa mkamilifu. Alikuwa mkamilifu, kiumbe chenye ukamilifu kama Mungu alivyo mkamilifu. Kwa hiyo moja kwa moja mimi jibu langu naweza tu nikasema kwamba Mungu hakujua kwamba shetani ataasi. Na alikuwa hajui. Shikilia hapo. Sasa unazidi kuibua kwamba Mungu kwa jinsi ukamilifu, maana alikuwa ni mkamilifu kama yeye alivyo mkamilifu. Kwa hiyo hakuna dosari wala doa wala namna yoyote utakavyoweza kuona kwamba huyu kiumbe ataasi kwa jinsi ya ule ukamilifu, si ndio? Sasa kama ni hivyo, maana yake tunasema ili swala la kwamba Mungu anajua yote, unaliwekaje? Ni kweli kwamba Mungu anajua yote? Kwa hili swala la kusema Mungu anajua yote, kama Mungu ataweza kuyajua yote na bado anaendelea kuona hata uovu wa shetani jinsi ulivyo, kwa ina maana Mungu tunaweza tukasema ni katili. Kwa sababu gani? Kama alijua kwamba shetani ataasi na akaendelea kumuumba, na bado alipomuumba shetani aliwasi akamtupa bado kwa wanadamu. Sasa hii ina maana inaonyesha kwamba Mungu ni katili. Kwa hiyo mimi ni muuaji. Alijua hivi, huyu ni muuaji na ninamuumba. Maana yake ni kama